praise God, praise Jesus, shalom. I hope unaendelea vizuri. I'm so happy to see you here. Na leo ninaomba nishare na wewe jambo fupi tu kwa wakati mchache. And before sijaanza, let's pray and then we'll proceed. Father God, we say thank you for this time. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Asante kwa sababu ya ulinzi ambao umekuwa ukitulinda kuanzia January 2025 until today ni December. Na tunakushukuru kwa sababu tunajua sio kwa nguvu zetu, sio kwa uweza wetu, sio kwa connection, bali ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. We say thank you for the gift of life that you have given us, oh Lord God. We say thank you kwa sababu ya ulinzi. Asante kwa ajili ya upendeleo wa afya njema na uzima ambao tunampaka sasa. Tunakushukuru as we start reading your word, oh Lord. Let your Holy Spirit open our eyes, open our spiritual eyes, our spiritual ears to hear what the Lord has been saying through your word. Open the understanding, the spirit of understanding and the wisdom of God iwe juu yetu as we learn. Nitumie kama chombo na kwa ajili ya utukufu wako. I pray and believe in Jesus' mighty name. Amen. So I'm happy to see you here. Na bila kupoteza muda, please let's start. So last few days nimekuwa na mzigo mzito sana wa kusoma katika Psalms 136 yote, Zaburi ya 136 yote, na kuna neno ambalo limehit sana my heart and it has been so strong, cried out in my spirit, in my soul, katika mstari wa 25, Zaburi 136:25, na ule mstari unasema kwamba na vyote vyenye mwili avipa chakula. So ukiweza kusoma kuanzia mwanzo mpaka ukafikia pale utaelewa ni kwa namna gani ambavyo ni kitu gani kwa kinaelezewa pale, lakini it is all about the merciful God. It's all about the mercies of God that are endureth forever. Na ukisoma yote utaelewa ni kwa jinsi gani inaelezea fadhili za Mungu zinavyodumu milele na milele. Hata sasa bado zinaendelea kuishi na kutenda kazi kwenye maisha ya wana wa Mungu. So naomba nikukumbushe kitu kimoja. I want to tell you kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka na tumebakiza siku kama 6 kama sio 7. And ambacho ninapata mzigo ndani yangu kukuambia ni kwamba, au kushare na wewe, ni kwamba natamani uone ni kwa jinsi gani fadhili za Bwana ni za milele na zimeweza kutuvusha mpaka hapa tulipo. Natamani macho ya mioyo yetu yatiwe nuru na kuona ni kwa jinsi gani neema ya Mungu ilivyokuu sana kwa kipindi hichi chote ambacho tumepita. Ni kwa jinsi gani imekuwa ikitenda kazi katika maisha yetu. Kwa hiyo kama una sababu ya doubt, una sababu ya kujilaumu, una sababu ya kujiona hufai, naomba ukate kabisa hayo mawazo. Na tutasoma katika kitabu cha Wakolosai wa kwanza mstari wa 16. Nitasoma katika jina la Yesu na neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. This means kwamba wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. This means kwamba katika yeye kuna nafasi yako. Umetokana na yeye. So unaweza ukawa na sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikakufanya kwamba ukajiona kwamba mwaka mzima hujafanya kitu. Unaweza ukaona mwaka mzima haujawa productive, vitu haviendi, hauja progress. Lakini I'm here to tell you this.
wewe unatokana na Mungu, na kuna neno la Mungu linasema kwamba katika yeye tunaishi, tunaenenda na kuwa na uzima wetu. So sisi ni chimbuko la Mungu. Hakuna haja ya wewe kuanza kujidoubt, kuanza kujichukulia kama mtu usiyekuwa na maana, kujishusha value. That is the lie of the devil. Yani unatakiwa kujua ya kwamba ni adui tu peke yake atakaye kufanya wewe ujisikie kwamba wewe si kitu. Hakuna ambacho unaweza kufanya. Lakini neno lake linatuambia kwamba in him we move and live and have a well-being. This is to be mean kwamba katika yeye tunashinda na zaidi ya kushinda. Na neno la Mungu linasema kwamba kwa maana mawazo yake yako juu sana kuliko mawazo yetu. So isitokee hata siku moja shetani akakuletea mawazo ya kufanya wewe ujione ni mnyonge sana. Isitokee hata siku moja adui akakunyong'onyeza, akaanza kukuzungumzisha vitu ambavyo vinaweza vikakudisqualify au ukajidisqualify peke yako. Because you are who you are kwa kile ambacho unawaza, unafikiria, unajitamkia. So once ukianza kuzungumza failure into your life, yani una accomplish mission ya adui, na unaipa authority na verification kwamba go ahead, yes, mimi ni mnyonge, mimi siwezi, mimi ni failure. The more you speak wisdom of God, unajitamkia mambo yaliyo mema, there is no way adui anaweza akaweza kushindana na kile unachokizungumza juu ya maisha yako au kile ambacho Mungu amekisema katika maisha yako. So I want to tell you this, katika hichi kitabu anasema hivi, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Anaendelea kwa kusema hivi, vinavyoonekana na visivyoonekana. I'm here to tell you this. Kuna uwezekano mkubwa sana ukao ulikuwa unajiona kwamba hakuna kitu umekifanya, huja progress. But I'm here to tell you this, kwamba kuna nguvu itendayo kazi ndani yako ambayo inaendelea kutengeneza mazingira ya wakati wa Mungu utakapotimia na mambo yako yote yatafall into a place. Neno la Mungu linasema kwamba kwa maana Mungu wetu ni Mungu anayetuwazia mema. Anatuwazia mawazo mazuri na wala sio mawazo mabaya, ila ni mawazo ya kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Mtu mwingine anaweza akasema tumaini siku za mwisho hazijafika. Siku za mwisho ni zile siku ambazo zimefika, unaona hauna msaada kwa baba, hauna msaada kwa dada, hauna msaada kwa rafiki wala ndugu. Option inayokuwa imebaki, it is only God. Zile ndo siku zetu za mwisho according to my understanding. Okay? So by that time you need to know kwamba hata kama bado kuna vitu havijawa accomplished, still God is working. There is the power within you that is working. Na hiyo nguvu inasubiri wakati wa Mungu ambao ni sahihi ili iweze kumanifest the fruits. So ukiweza kuangalia neno la Mungu linatuambia kwamba vitu vyote viliumbwa kwa njia yake. Kwa njia ya means Mungu kuna njia yake ambayo ameshaiweka kwa ajili yako. Ukilinganisha na ile Zaburi ya 136 mstari wa 25 anasema kwamba vyote vyenye mwili avipa vya chakula. Tayari kuna njia imeshaandaliwa kwa ajili ya wewe kupata chakula chako. Sasa chakula inaweza ikawa ni kazi, chakula inaweza ikawa ni biashara, inaweza ikawa ni elimu, inaweza ikawa ni chochote ambacho kile unakitamani wewe. Ndio maana Mungu neno la Mungu linasema kwamba kama anaweza kuwalisha ndege wa angani, sembuse mimi na wewe. Why not us? Kwa nini usimwamini Mungu kwamba bado anaweza kufanya, na kusikue na shauku yoyote ya kidunia au tamaa zozote za kidunia? Ukianza kuona watu wengine wanaweza kufanikiwa au wame-accomplish hiki, huyu amefanya hiki, kikaanza kukusumbua kile kitu, just know that it is not your time. Kuna season inaitwa a waiting season. It is very necessary to wait on God. Ndio nasema hivyo,
wanayo heri wao wamngojeao Bwana. Wanayo heri wao wamngojeao Bwana, kwa sababu watapata baraka. So tuko Disemba 2025 na tunavuka kwenda 2026. I want to tell you this. Katika hizi siku chache zilizobaki, ni muda wa wewe kuanza kuitengeneza 2026 yako, kujizungumzia yale ambayo unayataka yawe confirmed in 2026. And while you are waiting, you pray. We don't keep quiet. We declare, we decree kwamba it is done in a spiritual realm, katika ulimwengu wa roho. We don't wait tuka tumekata tunatulia hivi. No, we wait while we are praying and believing God.